Katika senior school kuna masomo 38. Lakini katika hayo 38 mwanafunzi atafanya masomo 7. Naam. 7 pekee. Anachagua yale 7 pekee. Ama inakuwa vipi? Ni 88 lakini chagua matatu. Anachagua matatu. Kwa sababu manne ni ya kila mwanafunzi. Tunasema ni ya lazima. Ya lazima, naam. Hayo ya lazima ni lugha ya Kiswahili, lugha ya Kiingereza, naam, hesabu, na PE. Naam. Kuna mengine kama yanaitwa ICT na community service. Community service na ICT yatakuwa yanasomwa na kila mmoja, lakini si kati ya masomo yale makuu. Naam. Haya ni yale kwa Kiingereza tunasema ni facilitative subject, yanasaidia mwanafunzi kujikuza na kujiendeleza. Naam. Kwa hivyo yale yanayohasibiwa katika masomo makuu kwa sasa ni hisabati, Kiingereza, Kiswahili na hiyo PE. Akichukua hayo manne, sasa anachagua mengine matatu kati ya yale masomo 38. Naam. Yaliyobaki. Ama yaliyomo. Naam. Lakini mwanafunzi anachagua kwanza mkodo. Kitu cha kwanza mzazi kujua. Naam. Na mwanafunzi na mwalimu ni kwamba mwanafunzi kwanza anachagua mkodo wa masomo. Pathway. Tuseme kwa mfano amechagua pathway ya STEM. Naam. Na anaweza kuamua kufanya pure sciences, anaweza kuchagua biology, chemistry, physics. Tayari yako na hayo masomo matatu. Naam. Ili auganisha yale mengine manne yawe 7. Mwanafunzi anaweza kuamua kuchagua pathway hiyo ya STEM, lakini aingie katika kijikodo ama track ya applied science. Achague agriculture, computer science na home science. Si tayari yako na matatu? Naam. Ama anaweza kuchagua kufanya technical studies, achague building and construction na electricity, mambo ya stima na kadhalika. Lakini abacho nataka kuongeza ni kwamba mwanafunzi anaweza kuchagua masomo si katika track moja tu, anaweza kuchagua na anahimizwa achague mawili katika track moja na lingine katika kijikodo kingine. Kwa mfano anaweza kuchagua atafanya applied sciences, afanye agriculture na home science, halafu aongeze biology ambayo iko katika pure science. Sasa amechagua masomo katika applied sciences na katika na somo moja katika pure science. Ama anaweza kuchagua afanye building construction, electricity ambayo ni technical studies, halafu achague computer science ambayo yuko katika applied science, kwa sababu hiyo computer science itamsaidia katika mambo yake ya building na stima na kadhalika. Na nikipata tena kusema kwamba uteuzi huu ni wa kidijitali. Naam. Wizara ya Elimu itafungua poto ambapo mwanafunzi ataingia ili kuchagua haya masomo. Hata chagua kwa njia nyingine yote, lakini njia ya kidijitali. Kila kitu. Naam. Na hata baada ya kuteua na baada ya kufanya mtihani ama tathmini ya KJSEA, matokeo yakitangazwa, serikali itamweka katika shule aliyochagua ama shule inayolingana na jinsi alivyofanya ile tathmini wakati ule na masomo aliyochagua. Ili kupata mwaliko ama barua pia utaingia kwenye mtandao ndio upate ile barua. Kwa hivyo hautaenda kuitiwa kule shuleni, itakuwa kwenye mtandao. Walimu wakuu wataelekezwa na Wizara ya Elimu jinsi watakavyomsaidia mwanafunzi kuchagua. Mwanafunzi anaweza kuamua kwamba hatafuata mkodo wa STEM, atafuata mkodo wa social sciences, masomo yale ya kijamii. Ambapo kuna vijikodo viwili. Kimoja ni kijikodo cha lugha na kingine ni kijikodo cha masomo kama vile jiografia, historia, dini. Kama atakuwa mtangazaji, lazima achague Kiswahili. Kwa sababu ya mawasiliano. Kwa sababu ya mawasiliano au Kiingereza. Kwa hivyo atachagua lugha moja. Ikiwa anataka kuwa msanii. Na vile vile nafikiri hapa pia utangazaji pia umo. Kwa sababu anaweza kufanya yale masomo ya arts, ya sanaa na michezo, sayansi ya michezo. Huo ni mkodo wa 3. Anaweza kuchagua kufanya theater and film. Sasa hapa mwanafunzi huyu
katika pathway hii ya art kuna kijikodo cha theater and film, music and dance, fine art. Mwanafunzi aweze kufanya masomo hayo matatu pamoja kwa sababu ni mapana sana. Kijikodo kingine pia cha science sayansi, sayansi ya michezo. Kina somo moja tu ambalo ni sports and recreation. Kwa hivyo mwanafunzi aweze kufanya hilo peke yake. Lakini sasa mwanafunzi anaweza kuchagua sports and recreation kwenye pathway hiyo. Halafu arudi kwenye pathway nyingine kama vile ya STEM, achague biology na chemistry kwa sababu anataka kuwa daktari wa michezo. Ama anaweza kuchagua hiyo michezo na achague Kiswahili na Kiingereza, ile fasihi ya Kiswahili na Kiingereza. Maana yake anakuwa mwandishi wa habari za michezo. Unaona? Mwanafunzi anaweza kuchagua theater and film. Halafu achague fasihi. Maana yake fasihi kuna namna inachagia theater and film. Kuna shule ambazo zitakuwa zina masomo yote ya mikodo mitatu. Hasa hizi shule ambazo kwa sasa ni za kitaifa na zile za extra county zitakuwa na mikodo yote mitatu. Nyinginezo zote zitakuwa na masomo ya mikodo miwili. Hakuna itakuwa na somo la mkodo mmoja pekee. Na hizi za mikodo miwili hasa ni STEM na social sciences. Kwa sababu ni kumaanisha kila mwanafunzi atakuwa na fursa ya kusoma lugha. Na hii fasihi pia itakuwa katika kila shule, manake ikiwa shule ina offer STEM na social sciences ni kwamba ina masomo haya yote ya lugha. Ni vigumu sana shule kuwa na STEM na arts and sports. Kwa sababu mwanafunzi huyu kuna sababu nyingi. Sababu moja ni facilities na hata walimu. Kuna uwezekano mkubwa kwamba hii sport itakuwa tu katika shule za mikodo yote mitatu. Lakini kwa sasa mwelekeo ambao serikali imetoa ni kwamba kunaweza kuwa na shule ina offer STEM na arts. Lakini nyingi zitakuwa na STEM, nyingi za mikodo miwili zitakuwa na STEM na social sciences. Na hata hivyo ndivyo serikali inaona itakuwa, kwa sababu inasema wanafunzi wa STEM watakuwa 60%, 60%, wa social sciences 25%, na wa arts watakuwa ni 15%. Kwa sasa hii hesabu ambayo ni somo la lazima, ni vizuri kujua kwamba kuna aina mbili za hesabu. Kuna ile ambayo ni ya STEM. Na ile ambayo sasa ndio hata wiki hii iliyopita ndio KCD wamemaliza kuandika mtaala wake. Ni hesabu nyepesi. Ile nyepesi ya juu ya kupiga hesabu za haraka. Inaitwa essential mathematics. Hesabu muhimu. Hesabu muhimu. Na wamezingatia mambo matatu. Kwamba ni hesabu ambayo mwanafunzi atahitaji. Ni hesabu ambayo atatumia katika maisha. Na ni hesabu ambayo itampendeza. Kwa kila mtu anahitaji kujua hesabu ya kiwango fulani. Kwa hivyo wanaangalia interest, kwamba itampendeza. Application itatumika. Na inahitajika. Ndio maana inaitwa essential. Kwa kiasi kikubwa ni rahisi kuliko ile nyingine. Lingine muhimu sana mzazi kujua na mwanafunzi kujua ni jinsi wanafunzi watakavyoteuliwa kuingia katika shule pevu. Kutaangaliwa mambo kadhaa. Nitataja matatu muhimu zaidi. Kwanza ni uchaguzi wa mwanafunzi. Alichagua shule hiyo. Pili ni matokeo ya KJSEA. Alifanya namna gani? Kwa Kiingereza wanasema merit. Kwamba baada ya kuangalia wanafunzi waliochagua, kwa mfano wanafunzi 10,000 wanaweza kuwa wamechagua Alliance Boys. Lakini pengine ina nafasi tu ya wanafunzi 1,000. Kwa hivyo itachukua hao itaangalia wale waliochagua, halafu kutegemea jinsi walivyofanya tathmini ile, yani merit, waanza na yule wa juu mpaka wafikishe 1,000 wanaohitaji. Hao wengine waachane na wao, wataenda shule nyingine.